Kitu kingine nasema you have prophetic habits, una tabia za kinabii. Ukianza kuangalia nabii kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya, kuna tabia wanafanana. Kwa mfano nitakupa tabia mbili ambazo manabii wanafanana. Tabia ya kwanza ni tabia ya kujitenga, isolation. Manabii wote wana tabia za kujitenga, kukaa peke yao. Unaweza ukawaonyesha upendo mkubwa sana, unaweza ukawaonyesha kwamba unawajali sana, lakini hawajaumbwa kubeba mahusiano na watu sana. Kwa hiyo utajikuta most of the time huyu mtu anakaa peke yake. Na katika vitu ambavyo utamfanyia mtu ambaye ni prophetic, atakuona unamkosea ama unamwonea, ni ile kuwa naye tu everyday, unakuwa naye karibu, unaongea naye, unakuwa naye. Wengi hawawezi kunani, wanahitaji private time, na hii private time wanaitumia kwa ajili ya kumeditate, kutafakari pamoja na kuimagine vitu vya kiroho pamoja na kuomba pia. Kwa hiyo isolation, mnaweza mkawa mpo 3, 4, 5, lakini yeye akaji-isolate peke yake, akajitenga yeye peke yake. That is prophetic. Kitu cha pili ni loneliness, upweke. Yani tokea ndani anajihisi mpweke. Kwa hiyo mnaweza hata mkawa 5, mko 6, mpo naye, lakini yeye bado anajihisi mpweke. Prophetic ndo hivyo, atajisikia vizuri akiwa naomba au ukiwa kwenye presence ya Mungu, lakini akiwa na watu hivi anajihisi mpweke. Hiyo ni tabia ya kinabii. Kwa hiyo unavyohisi tabia namna hii, basi usione kama ni weakness, jua kabisa hii ni nature ya prophetic, ni nature ya prophetic. Kwa hiyo natakiwa kugrow au kujifunza kuhusiana na mambo ya kinabii. Kitu kingine ni kwamba you can easily shift from faith to fear. Unaweza ukahama kiwepesi kutoka kwenye imani kwenda kwenye kuogopa. Sio kwamba manabii wana roho ya uoga, kwamba hatukupokea roho ya utumwa iletayo hofu, kwamba manabii wana roho ya utumwa, lakini ni nature ya manabii kuogopa. Nimekutana na manabii wengi, hasa wale ambao wanasoma vyuo, wengi wakiwa mwaka wa 3 au wako mwaka wa 3 au wanamaliza au mwaka wa 2. Wengi wanaogopa sana kuhusiana na maisha. Ukuta nakuuliza, brother, nitafanyaje nikimaliza chuo, sioni njia na nini. Hofu inakuwepo. Sio kwamba wao hawamwamini Mungu, ila wanamwamini Mungu, ila ni nature yao kuwa na fear. Ukiangalia kitabu cha Mathayo 11 kuanzia mstari wa 2 mpaka wa 6, utaona habari ya Yohana. Yohana Mbatizaji alikuwa anamjua Yesu fika, naye ndiye aliyembatiza Yesu. Lakini alipokuwa gerezani, yeye aliexpect kwamba Yesu atakuja atamuokoa kutoka gerezani, lakini Yesu hakufanya hivyo. Kwa hiyo kutokana na hofu moyoni mwake, akaamua kuwatuma wanafunzi wake waende wakamuulize Yesu kwamba, je, wewe ndio yule Masia ambaye tunamtegemea kwamba atakuja, ama tumsubiri mtu mwingine? Kwa nini aliwatuma watu wengine? Kwa sababu ya fear. Ukiangalia mfano mwingine mzuri ni Elia ambaye alishusha moto, Elia ambaye aliwaua manabii wa Baali kama 400 hivi, aliwaua. Elia ambaye alisababisha nchi ya Israeli wasipate mvua kwa miaka 3.5, ndiyo ambaye Elia mwisho wa siku unaambiwa kwamba anamkimbia Yezebeli. Vita na Yezebeli, baada ya kutishiwa kuuawa, anakimbia. Kwamba mtu ambaye unaongea kwamba mvua haitanyesha kwa miaka 3, ama unasema moto ushuke na moto unashuka, kwa nini unashindwa kuongea kwamba moto umshukie Yezebeli, unakimbia? Ni kutokana na nature ya kinabii kwamba wana uwezo mzuri wa kushift ama kuhama kutoka kwenye imani thabiti kuingia kwenye uoga. Na point nyingine ni kwamba you love the presence of God. Unapenda kuwa kwenye uwepo wa Mungu.
unapenda kuwa kwenye uwepo wa Mungu. Ukisikia kuna watu ambao wanapenda kuwa kwenye uwepo wa Mungu, ni maprofeti. Wengi sana wanapenda kuomba aende mlimani au aende sehemu ambayo amejitenga zaidi, sehemu ambayo anaweza, yani hana vitu vingine ambavyo vinaweza vikamdisturb, yani akae amtafakari Mungu, akae amuombe Mungu kwa uhuru mkubwa sana. Ni kwamba bado kuna watu ambao wanaenda misituni kuomba, kuna watu wanapandisha milimani, kuna watu wanajifungia majumbani, kuna watu wanajifungia makanisani kwa ajili ya kuomba. Ukijikuta kwamba unapenda presence ya Mungu zaidi ya kila kitu, unatakiwa uangalie na sifa zingine za prophetic, kwamba wewe una uwepo wa kinabii, kwa sababu mara nyingi sehemu ambayo nabii anapata comfort ni kwenye presence ya Mungu, na sehemu ambayo nabii anapata taarifa ni kwenye presence ya Mungu. Kwa hiyo lazima mtu atakuwa anapenda kuwa pale ambapo anapokea taarifa. Kwa Kiingereza tunatumia neno field, kwamba field ya prophet ni kwenye presence ya Mungu, kwa sababu yeye anatoa taarifa kutoka kwenye ulimwengu wa roho, ambako tunaamini anatoka kutoka kwa Mungu kuja kwetu sisi. Yani prophet ni mtu ambaye anamwakilisha Mungu kwetu sisi. Kwa hiyo anatakiwa kuwa na muda mwingi katika uwepo, ili anapokuja kwetu atudhihirishie kile ambacho Mungu anakisema. So ni pointi chache ambazo nimekupa. Kuna pointi nyingine nyingi sana, lakini naamini katika hizi unaweza ukajielewa vizuri kwamba wewe ni prophetic ama sio prophetic. Mungu akubariki sana, endelea kutufuatilia.